HMC TV. Karibu kwenye Accelerator, kipindi ambacho kinaendesha maisha kwa kasi ya mawazo. Hapa ni HMC TV, mimi ni Salim Juma. Na hii ni safari ya vijana walioamua kusonga mbele kwa kasi zaidi. Tutaongea fashion na mto fashion katika sehemu ya kwanza ya kipindi ambayo ni kijana mchaka mchaka, na ndani yake tutakuwa na mchaka mchaka challenge. Pia tutakuwa na sehemu ya pili ambayo ni kijana smart. Hapa ni fursa na kutumia akili kabla ya misuli, alafu tutamaliza na mikasa kwenye kisa na mkasa. Na mtazamaji, hatujakuacha mbali, unaweza ukachangia kinachoendelea kupitia namba 0761 91 45 95 au kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook, Instagram, X kwa anwani ya HMC TV. Tukianza na kijana mchaka mchaka, fashion ni zaidi ya mavazi, fashion ni biashara kubwa, fashion ni pesa. Rihanna alianza kama msanii wa muziki, kisha akaanzisha Fenty, brand ya urembo na fashion, na akawa bilionea. Kanye West alianzisha Yeezy, akatengeneza mabilioni. Virgil Abloh kutoka kwenye DJ hadi kuanzisha Off-White. Pharrell Williams na Louis Vuitton kama mkurugenzi wa kitengo cha ubunifu. Coco Chanel akaleta mapinduzi makubwa kwenye brand ya Chanel, hasa kwa nguo za wadada. Jojo Alman, Asa Brock, hao ni wachache kati ya watu mashuhuri ambao wamevuna mabilioni ya fedha kupitia fashion. Kwa Tanzania tunaye Juma Jux, mwanamuziki anayependa fashion kiasi cha kuanzisha chapa yake ya mavazi ya African Boy ambayo inafanya vizuri sokoni. Tunamtambua pia mtangazaji Bidaze, mmiliki wa brand ya Born to Shine ambayo inafanya vizuri sana sokoni. Lakini chuoni habari maalum, ladies and gentlemen, tunaye Ali ambaye anatufungulia kijana mchaka mchaka leo hii, na tayari tupo naye studio. Ali, karibu sana studio. Asante sana. Inakuaje? Kama kaa. Safi Sana. Bana Ali, wewe ni mtu wa fashion. Kuitwa dripper, ni vigezo gani ambavyo unahitajika kuwa navyo ili kupata hiyo crown? Mimi kwa upande wangu kusema mtu tumwite dripper, kwanza tunaangalia vitu vitatu. Kama sio vitatu, viwili hivi. Kwanza unaangalia style ya uvaji wake, brand anayotumia ni nguo, viatu, na aina ya sneakers anazotumia. Brand hii unamaanisha brand pendwa zile maarufu? Brand maarufu anazotumia za nguo au viatu. Kwa ukivaa kitu ambacho sio brand maarufu wewe sio dripper? Hapana, haimaanishi hivyo kwamba ndio kuna nali tatu hapo kwamba unaweza kukabidhi kwenye kitu kimoja au vyote vitatu. Lakini ikiwa brand inahitajika kwa toleo jipya, ukivaa brand ya zamani, labda toleo la zamani la brand maarufu, au huwezi kuwa dripper? Hapana, unaweza kuwa dripper kutokana na upangiliaji wako sasa ulivyovaa. Tunaona mfano Abi anavaa style yani ya kizamani yani, lakini ukimwangalia ni anapendeza kuliko hata anavaa hizi brand mpya sijuma African Boy. Okay. Tuanze sasa na mpango wako ambao umeuanzisha wa kufanya drip competition. Wazo lilikujaje? Wazo lilikuja baada ya kufungua account kwenye social media Instagram ambayo inaitwa Manyarabist Picture. Hiyo account inajishughulisha na masuala ya picha kali, yani dripping, kwamba ukiwa na picha kali umedrip vizuri tuna collab, inakuwa kwenye challenge. Yani kwa mfano zinapandishwa picha 4 kali kwenye wiki ambazo zinakuwa zinapigiwa kura ipi inakuwa kali. Kwa hiyo nikafikiria nije na idea hapa chuoni, kama ikiwezekana wanafunzi watakuwa wako tayari na hiyo idea, tukafungua challenge hiyo ya nini, ya kuvaa. Mtu akiwa na picha yake kali tunaipandisha kwenye account Instagram, inapigiwa kura picha gani ni bora. Baada ya hapo mtu anakuwa anaondoka na kitu fulani, kama zawadi, kama ni kiasi cha pesa, inakuwa hivyo. Page yako inalenga sana biashara au ni kuhusu kuwavutia watu? Inalenga mambo ya biashara na pia kuvutia watu, kwa sababu ukisema biashara, kwa mfano mtu anakuwa, tuseme kwenye account yangu huwa napata mfano watu wenye mambo ya fashion, anakuomba labda umsaidie kupandisha picha yake, labda anagombania kwenye mambo ya kwenye vyombo mbalimbali, kuna hizo challenges labda za mamisi za nini, anaomba apigiwe kura. Kwa hiyo anakutafuta na DM, anakuomba umpandishie picha yake ile, uombe watu wakapige kura kwenye account hiyo ya chuo chao labda ambaye ni ya fashion. Kwa hiyo unakuwa labda unapewa hela, au mtu mwingine tu anaomba tu upandishe picha yake iweze kwenda apate likes, apate comment. Okay. Unasoma na tunajua dripping ni gharama. Unaipataje sasa hiyo pesa ya kuvaa? Kusema kweli pesa ya kuvaa sio kwamba ni ya kwangu binafsi, ila kwa asilimia kubwa
pesa napata kutoka kwa wazazi. Anaambia nataka hela nguo. Hapana, sisi sema hela nguo. Haiwezi katokea mzazi akwambia chukua laki au 65 akwambia mwanangu nenda kavae kiatu fulani cha gharama. Mfano naweza nikakupa, kuna kipindi nilienda nyumbani. Mamangu anapokaa na mimi napokaa sehemu mbili tofauti. Kwa siku nimeenda nyumbani, nimeenda na kiatu cha aina ya Jordan. Mamangu akashangaa akaniambia, "Umpata wapi hiki kiatu?" Akashangaa akaniambia, "Mimi mama yako nafanya kazi lakini sijai kufikiria kununua kiatu cha bei ulionunua wewe." Unaweza kumwambia fashion ipo kwenye damu kutoka kwenye familia, kwa sababu mama kama ameweza kuitambua sneaker ya Jordan kwamba hii ni sneaker ya Jordan na bei yake ipo juu. Dada zangu ni wanafuatilia sana mambo ya fashion, kwa hiyo wanajua hata kiatu kikipostiwa mahali, kwa mfano DFD Sports kuna kipindi anashusha viatu bei, anakuwa ananicheka kabisa, wewe una hela, viatu kuna mali vimetoka bei hapa kwa nafuu. Unacheza na mapunguzo. Unacheza na mapunguzo. Okay. Ali, nikikutoa kwenye vigezo vya kuwa dripper kutokana na kwamba pesa ya kununua hizo nguo au itengeneze mwenyewe nitakuwa sahihi? Hapana, huwezi kuwa sahihi. Kwa upande wako unaweza kuwa sahihi, ila kwangu inaweza isiwe sahihi. Kwa sababu wasema dripping is too hard. Kwa sababu gani? Mimi nyumbani sipewi hela nikaambiwa nenda kanunue nguo au kanunue kiatu. Lakini napewa hela niambiwa ya matumizi, labda kale kafanyaje. Lakini mimi ile hela ya kula nakula. Kwamba naweza nikanunua nguo, naweza nikanunua kiatu. Lakini ile kwa swala la kula, bajeti yangu ya kula msosi labda 1500, 2000, naweza nikala wabuku, naweza nikafaje nikabana ile yangu ile, ndio nikafanya manunuzi ya vitu vyangu. Kwa sneakers kwa ni bora kuliko pumzi. Hapana, lakini ina sehemu yake. Kula utakula, lakini ukinunua kiatu na ile hela ya kula utafanya mbinu yoyote ule, lakini uweze kuniambia nitakula alafu nitanunua kiatu, itakuwa ngumu. Inspiration imekujaje? Unamtazamani kwenye fashion ambaye tangu udogoni ulikuwa unatamani kwa kama yeye au zaidi pia? Kwa udogoni mimi nadhani ni mwanangu mmoja alinishawishi, anaitwa Lamik. Ndio alishawishi sana. Ilikuwa miso vitu vyangu. Kwanza mimi nilikuwa naona ajabu sana mtu kununua kiatu 65. Nilikuwa nashangaa, nilikuwa naona ajabu sana. Lakini kwa sasa hivi namfuatilia mtu mmoja anaitwa Abi Dripping, yuko kwenye account ya TikTok. Unadhani hiyo itaendelea hata baada ya kumaliza chuo? Kwa sababu tumeona watu kadhaa wamekuwa wakishindana kuvaa chuoni, lakini wakirudi mtaani tunakuta kama ni watu wawili tofauti, yani imekuwa version ya zamani ya yule ambaye alikuwa chuoni. Kusema kweli mimi lazima niendeleze, maana hata uandishi wa habari naosoma sio lengo langu la kwanza kabisa. Hiki nimekani kama kitu cha ziada cha extra. Ukirudi mtaani utapewa pocket money yako bado. Najua. Lakini wazazi lazima kuna jitihada watazionyesha kukusupport, kwa sababu ndio wanakuambia hata kipindi naanzisha hiyo account nyumbani walikuwa wanasupport. Nilivyosema tulivyotoa tu idea, nikamwambia sister yangu, sister nataka nifungue account ya mambo ya picha, mambo ya fashion. Sister kanambia vizuri, hiyo lazima itafanya, itaenda. Kwa naamini hata nikimaliza baada ya hapa hivi nikamwambia mama, kweli mimi nimesoma uandishi wa habari lakini natamani kufanya biashara, mambo ya viatu, mambo ya nguo, mambo ya fashion. Mimi naamini atanishika mkono kwa mwanzo. Mwenyewe sema dripping is too hard, which means inahitaji commitment, inahitaji fedha, inahitaji muda, mipango mkakati ya kuhakikisha unafikia lengo lako la kuwa dripper mkubwa. Mipango mikakati ipo, kwa sababu naamini baada ya kumaliza masomo nikifika mtaani kuna vitu nitaanzisha kwanza, kwa sababu nimeshasoma uandishi wa habari. Kuna vitu nimeshaelewa kwamba social media inatakiwa ifanyaje, iendeshwe vipi. Naamini nitatumia elimu niliyosoma hapa ili niweze kuendesha biashara yangu vizuri. Poa, tupo na mchaka challenge ambayo utapaswa kujibu swali moja kwa sekunde 2 na si zaidi ya hapo. Sawa. You ready? Ready. Upewe 500 ya ada au 500 za sneakers. Hapo tena lazima tuchukue tu ada. Wewe sio dripper, ni mwanafunzi. Unapenda elimu kuliko kubaya. Hapana, nikiwa chuo yani hiyo 500 ambayo itanifanya niweze kuwa chuo, itanifanya niweze kupata kiatu, kwa sababu kila mwezi nitapewa hela ya matumizi. Ile hela ya matumizi nitaibana, kwa mwezi nitaweza kununua viatu viwili au vimoja. Kwa hiyo au ada inapigwa pasi. Hapana, sija pasi. Okay, imetokea deal la Fashion Paris. Unatakiwa kuondoka na mdada mmoja wa HMC kati ya Jacqueline Foy na Sharon Anderson. Unaondoka na nani? Nitaondoka na Sharon, kwa sababu Sharon ni mtu wa fashion, lakini ikiwa kwenye mambo ya vibe nitaondoka na Jacqueline Foy. Okay. Rafiki yako gani ambaye uko na simu yake unaona kabisa anataka nguo? Nikiwa simu rafiki yangu gani anataka nguo? Kuna mwanangu mmoja anaitwa Simon.
Akipigia tu simu lazima ujue tu jamani ni nguo natakiwa kiatu. Imetokea mtoko unatakiwa kwenda sehemu fulani hivi classic sana na mwanao mmoja kati ya Walter na Ochu. Mwanao gani ambaye unahisi hawezi kukuangusha kwenye kuvaa? Mwanao gani ambaye simemsha kwenye kuvaa? Mimi nitaondoka na Ochu. Ila kwenye swala la madili nitaondoka na Walter. Walter hajui kuvaa, atakuaibisha. Hapana. Walter anajua kuvaa. Lakini sasa mimi style yangu naivaa mtu ambaye anaenda nani? Asmani. Lakini Walter anavaa, lakini anavaa kwa official, yani official style, masuala ya kiofisi ya kinindo vitu vyake vile, lakini mambo ya fashion nitamchukua Asmani. Kwenye deals utaondoka na Walter. Kwenye deals utaondoka na Ushaji wako na Walter wakupi michongo. Unanipa michongo. Unanipa michongo, lakini Walter yani michongo labda tuseme sasa hivi hata nikitaka kufanya biashara fulani lazima nimtafute Walter. Kwa sababu Walter ni mtu ambaye ni winga tuseme wa mjini, anajua vitu vya mjini kwamba bei fulani ni iko hivi, kwamba nikienda mimi mwenyewe nitaambia labda kitu 1060, lakini nikienda na Walter nitaambia kitu 35, lakini kimchukua mwanangu Ochu tukaenda mjini kununua labda simu tutaambiwa 200,000, lakini tukienda na Walter labda tutaambiwa 150,000 au 100,000. Kwa sababu kuna watu wamejiweka pale kwa sababu ya winga wake. Hapana. Mambo si mengi. Ndio. Tunasaidiana. Achi. Thanks sana for your time bro. Sasa tumemaliza hivyo na Ali ambaye alikuwa hapa, tukipita naye kwenye kijana mchaka, tukapita naye pia kwenye mchaka challenge. Tunaenda break, tukirudi ni kijana smart, tutaongea michongo, usiondoke. Back again. Kipindi hewani bado ni Accelerator, mahususi kabisa kwa wewe kijana ambaye unatutazama hivi sasa. Mara baada ya kijana mchaka, sasa tukae kijanja kwenye kijana smart. Sio tu kuwa smart kifashion, lakini kichwani pia. Hivyo unajua kama simu janja yako inaweza kuwa ofisi ukitaka. Jenzi wengi wanajisahau sana na kuiona Facebook kama mtandao ambao umepitwa na wakati bila kutambua kuwa Facebook ni mgodi. Sasa nilipata wasaa wa kupita kitaa ili kupata maoni ya wadau juu ya mtandao wa Facebook na matumizi yake. Kwa baadhi ya Gen Z wanaochukulia mtandao huo kama moja ya mitandao ambayo imepitwa na wakati sana au inatumiwa na watu fulani hivi wana kijiji. Tuwasikilize afu tunarudi. Kwa upande wangu mimi, Facebook ni mtandao ambao kwanza siutumie na ni muda mrefu sana, miaka kadhaa ishapita ndio nilikuwa natumia. Niliacha kwa sababu niliona maudhui yaliyopo katika mtandao huo hayaniridhishi. Lakini pia yani hata watu waliopo kule yani ni watu ambao ni wa kawaida tu. Watu ambao pia unakuta labda hana uelewa na mtandao, anatumia pia huo mtandao. Kwa mimi niliona content iliyopo kule hainiridhishi. Ni content ambayo yani ni simple. Kwa upande wangu naweza ngasema kwamba mtandao wa Facebook, vijana wengi wanapenda kutumia mtandao wa Facebook kwa sababu ni mtandao ambao kila mmoja hata ambaye hana uelewa kuhusu mtandao anaweza kautumia. Yani mtu yoyote wa kijijini, wa mjini, yani hususan hata vijijini pia anaweza kutumia. Na lakini pia vijana wanakuwa naogopa kutokana kwamba wazazi wengi ndio mtandao pendwa. Sasa unakuta vijana anakuwa na vitu vingi vya kuweza kuposti. Hawezi akaposti kwenye mtandao ambao wazazi wao wanakuwa kwa sababu wanaogopa ile miiko ya wazazi wao. Kwa hiyo ndio sababu ambayo inaweza kanafanya miiko, lakini pia ni mtandao ambao kila mmoja anaweza kutumia. Yani hata ambaye yuko kijijini amesoma hajasoma anaweza kautumia. Upande wangu mimi naona watu wengi wapendi kutumia, vijana wengi wapendi kutumia mtandao wa Facebook labda kwa sababu ni mtandao ambao hauna vibe. Wengine pia wanaona labda ni mtandao ambao mtu anafikiria mtandao anatumia babu, anatumia bibi, anatumia shangazi. Yaani uko mzima upo kule. Kwa kijana anasema hapana, bora nikatafute mitandao mingine kama TikTok, IG na zingine. Mimi nafikiri watu ambao hawatumii Facebook sana kwa sababu kwa sasa hivi watu wanaona ni mtandao ambao
haujulikani sana kwa watu, na hata mtu akiposti kitu chake akitaenda viral kama atapotumia TikTok au Instagram na mitandao mingine. Kwa hiyo Facebook kwa sasa hivi naweza nikasema kiwango chake ni chini, ni tofauti na mitandao mingine. Huo ndio mtazamo wa Gen Z kuhusu mtandao wa Facebook. Swali ni je, unaweza kunufaika vipi na mtandao wa Facebook? Issue ni hivi. Cha kufanya, ibadilisha akaunti yako kuwa page na uwe na followers, kwa maana ya wafuasi 10,000 na kuendelea. Uwe na masaa ya kutazamwa 600,000 ndani ya siku 60. Lakini pia uwe na video ambazo zinazidi dakika 3. Utalipwa kwa views kutokana na video zako fupi, yani reels. Unalipwa pia kwa stream ads, yani video zako zinawekwa matangazo. Lakini pia utalipwa kwa brand collaboration. Hapa ni pale ambapo kampuni anakutumia wewe moja kwa moja kutangaza biashara zao na utalipwa na kampuni moja kwa moja. Nenda kwenye kipengele cha monetization status kuangalia kama una vigezo vya kulipa. Ikiwa kuna alama ya kijani kwenye eligibility status, weka taarifa zako za malipo, jina halisi, namba ya kitambulisho, akaunti ya benki na anwani sahihi ili uweze kuingia moja kwa moja kwenye mfumo wa malipo. Vitu vya kuhakikisha kwamba unaviepuka. Hakikisha unaepuka mambo yafuatayo ili kubaki na uhalali wa kulipa. Kwanza, copyright violation. Cha pili, reposti za watu wengine, yani unachukua video za watu wengine una repost kwenye page yako, unaweza ukawa disqualified. Kingine ni maudhui ya vurugu au chuki. Kitu kingine pia ni views fake, views za kununua au unatumia maroboti. Kitu kingine ni kupakia video chafu za utupu. Hiyo inaweza ikakufanya wewe utolewe kwenye vigezo vya kulipwa. Maudhui ambayo yanalipa zaidi, kwanza ni comedy, kama ambavyo umeona wasanii wengi wa comedy siku hizi wamehamia kwenye mtandao wa Facebook ambapo wanatengeneza maudhui na kupakia huko. Maudhui mengine ni storytelling, lakini pia kuna motivation, lifestyle, fashion kama Ali, lakini pia kuna news explainers. Ukiwa ni mtu wa fashion kama Ali, unaweza ukawa na outfit breakdown, before and after, styling tips au campus fashion. Kasmart Gen Z. Kala Jeremiah huyo hapa anakuambia kijana. Twende tukamsikilize afu tunarejea na visa kwenye kisa na mkasa. $0444. You ready? Test on this beat, ladies and gentlemen. Mambo vipi kijana, pole na mihangaiko ya usiku mchana. Kama we ni mvulana ama we ni msichana, nina ujumbe wako, tega masikio tazama. Kuna jambo la maana, ni michongo mwanana. Nasikio unavuta bangi na unakunywa banana. Umewasababisha ugonjwa moyo baba na mama. Umekuwa queen drama, umekuwa kichecho na jiuza Instagrama. Umesha zama maisha ama ndo yale mambo yenu ya kuiga kinariana. Kwa nini msianzisha ta kikundi cha kushona, kikundi cha kufyatua tofali za kuchoma? Kuna fursa nyingi mbona, kama bado uko shule ongeza juhudi kusoma. Soma kufa kupona, we mwenyewe unaona. Maisha bila elimu tafia kwenye kona. Vibaka na choma moto kama ule wa Sodoma. Umetoroka kijijini umekimbia kulima. Umefika mjini mbona tena huna heshima? Umebadili rangi, umebadili na jina. Umebadili umbo, umeweka la kichina. Ndugu wamekutafuta, wamekukosa nchi nzima. Kijana, una muda kujituma. Amka sasa, unachopanda ndo utavuna. Mikutano wa maendeleo ya
jamii unaipita. Sogea usikilize na ushiriki kwa uhakika. Mchango wako kwenye gurudumu unahitajika. Usiposhiriki haki zako umezizika. Umekuwa ndondocha na hautathaminika. Elewa wajibu wako na kisha wajibika. Na mvua za masika zikisha nyesha kikisha na shamba linalimika. Na nyie viongozi wapeni nafasi vijana. So mpaka uzoefu au mpaka za kujuana. Kijana ndo taifa, kijana ndo maarifa. Kwenye kuziba ufa na kijana ndo ana sifa. Kijana pigana usipigana ukaitwa nunda. Usibebeshwe unga na bosi utaitwa punda. Na dili zikidunda hamie kwenye siasa mbona fursa zimejaa. Gombea hata wenye kiti serikali za mtaa. Haki nani unafaa na masnichi wataka. Utakapo miliki nyumba nzuri na motoka na kila hali mashauri. Kuna pesa zenu pia za miradi ya vijana ulishawahi kuzisikia. Unda kikundi kisha dili changamkie. Na mkifika waambieni zile 5%. Kijana, huna muda kujituma. Amka sasa, unachopanda ndo utavuna. Ya mtazamaji wa TMC TV, hiyo ni ngoma ya kwake Kala Jeremiah akiambia kijana. Kala Jeremiah by the way ni msanii ambaye amekuwa akitoa ngoma ambazo zinahamasisha sana na kutia moyo. Anatambulika kwa hilo sana. Tunaweza na visa kwenye kisa na mkasa. Hapa tunaenda kuchakata mambo mseto ambayo yanajiri kwenye dunia yetu kwenye nyanja tofauti kama siasa, michezo na burudani. Father, I'm down on my knees. You still love me, I know you do. Please forgive me, Lord. Locked in this cell, but I still can't dream. Looking back at the man I used to be, blind to the blessings that you gave me. Chasing a life that could never set me free. Ya, kwenye kisa na mkasa leo tunaye R. Kelly. R. Kelly ni nani? R. Kelly majina yake kamili ni Robert Sylvester Kelly. Ni mwanamuziki wa R&B kutoka Marekani. Alikuwa maarufu sana miaka 1990 hadi 2000. Alikuwa na nyimbo kubwa kama I Believe I Can Fly, Bump and Grind na zingine nyingi. Lakini umaarufu wake ulianguka vibaya kutokana na kesi nzito ya unyanyasaji wa kingono. Kesi zake R. Kelly zilikuwa ni zipi hasa? Kwa zaidi ya miaka 20 R. Kelly alishtakiwa kwa kuwanyanyasa wasichana wadogo chini ya miaka 18, kufanyia ukatili wa kingono, kuwatumia kama watumwa wa kingono, lakini pia kutengeneza na kusambaza picha na video chafu za watoto, kuwatishia na kuwazuia waathirika wasitoroke. Lakini pia kesi kubwa zilifunguliwa Marekani katika majimbo mawili makuu. Jimbo la kwanza ni New York. Mwaka 2021 alipatikana na hatia ya human trafficking, biashara ya binadamu, lakini pia kuendesha mitandao ya kihalifu, ambapo alihukumiwa miaka 30 jela. Kesi nyingine ilifunguliwa Chicago mwaka 2022, ambapo alipatikana kwa kutengeneza picha za ngono za watoto, lakini pia kuwashawishi watoto kufanya ngono. Akaongezewa kifungo kingine. Yupo gereza gani kwa sasa? R. Kelly yupo gereza la serikali la Federal Prison huko North Carolina, Marekani. Atatoka lini gerezani? Makadirio rasmi yanaonyesha kuwa anaweza akatoka mwaka 2045. Atakapokuwa anatoka, R. Kelly atakuwa na umri wa miaka 78 na ataendelea kuwa chini ya uangalizi mkali wa kisheria licha ya kwamba atakuwa tayari ameshatoka gerezani. Alikuwa msanii mkubwa, lakini alifanya makosa makubwa ya jinai. Sasa anatumikia maisha yake mengi gerezani. R. Kelly, kufanya kitu cha ajabu inaweza kukuharibia haiba yako kwenye maisha. Lakini pia ufanye kitu ambacho unajisikia, kwani wewe ni kioo cha jamii. Lakini pia kijana, ili ufanikiwe kutengeneza legacy na kufika mbali, lazima kuzingatia nidhamu binafsi, kwani wengi wamefeli kutokana na nidhamu isiyofaa kwenye jamii. He's in control. Lord, if you free my soul before my body walks out, let me live a new life, that's what I'm about. Let my testimony shine through every tear. Show the world that your love is still here. When they judge me, you justify. When I stumble, you help me rise. Find a well in pride.
Asante kwa kuipa muda Accelerator. Kwa niaba ya timu nzima iliyoshiriki kuandaa kipindi hiki, mimi ni Salim Juma. See you next time. Chuo hebu kaza msuli, usiige marafiki utapata sifuri. Fuata kilicho kuleta, usijivishe kiburi. We ni binti mzuri, kila mwanaume anataka apige muhuri. Usikubali kuibadili kwa gali kinga ya mwili. Soma kwa bidii uje we dokta wa Mwimbili. Sasa weka nadhili kuwa hutorudia kutumika kimwili. Nisikilize mimi ili nikupe madili. Je, uko mtaani na unautaka utajiri? Je, unasubilia mpaka waje wakuajiri? Kwa nini usijajiri? Kwa nini usianzisha takibanda cha asari? Biashara kuwa pala naifanya na puijali. Usisahau kusali, maana bila maombi hutauvuka mstari. Dunia ina mengi, je nataka uwe baresamu, nataka uwe mengi. Anza kidogo dogo, mwisho takuwa na nyingi. Maana uwezi jenga nyumba bila kuanza na msingi. Sera ya taifa ya maendeleo ya vijana ya mwaka 2007 iko wazi sana. Hebu kaisome mwana. Kijana, huu ndo muda wa kujituma. Amka sasa, unachopanda ndo utavuna. Moja Records.